alimtumia malaika wake Mikaeli akapigana na yule nyoka na malaika zake, kwa maana wale ambao walimkubali wakatupwa hata nchi. Bwana Yesu apewe sana. Kitabu cha Isaya sura ile ya 14 mstari wa 12 mpaka 13, ngoja nikasome. Isaya 14:12 mpaka 13, naye anatueleza habari za huyu anaitwa Shetani. Leo tunaenda kuanza tu somo letu, alafu hii ni sehemu ya kwanza, tumebakiwa sehemu mbili. Hizo sehemu mbili tutamaliza wakati mwingine, lakini leo nataka tukaishia hapa ili kwamba tusichukue muda mrefu sana tukashindwa kukumbuka yaliyo mengi, tukakumbuka machache tu. Sura ya 14 kitabu cha Isaya mstari wa 12 inasema hivi: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Huyu ni Shetani anaahidi sasa. Baada ya kutupwa, anasema nitapaa kupita vimo vyote vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Nani atafanana naye aliye juu? Ni Mungu. Atafanana na Mungu aliye juu. Anafananaje na Mungu? Mungu anatenda miujiza, yeye atatenda miujiza. Mungu ana malaika, na yeye anakuwa na malaika. Mungu ana manabii, na yeye anakuwa na manabii. Mungu ana roho wa ufunuo, na yeye atakuwa na roho wa ufunuo. Kwa hiyo kila jambo ambalo Mungu ulitenda kwa wanadamu, na yeye atalitenda kama Mungu ili apate kuwapoteza. Na ndiyo maana Ufunuo ile 12 tuliyoisoma mstari wa 10 kasema ole wa nchi na bahari, kwa sababu yule aliyedanganya ulimwengu yuko katika nchi, anaudanganya ulimwengu. Tumalizie kitabu cha pili kwa Wakorinto sura ya 11 mstari wa 14, namna ambavyo huyu anapokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha pili kwa Wakorinto, waraka Mtume Paulo kwa Wakorinto, kitabu cha pili sura ya 11 ule mstari ule wa 14, Biblia inasema hivi. Samahani kwa kuchelewa. Waraka wa pili